ni zaidi ya habari. Mada hizi ambazo nimekuwa naziwasilisha nimeziita Achievers Series. Mtiririko wa masomo ya namna ya kuweza kufanikiwa, na nimejikita katika mada ambazo zinazungumzia mafanikio katika msingi wa Biblia. Somo la leo litakuwa ni somo moja la pekee ambalo nitaliwasilisha, na kiukweli ni moja ya mahitaji makubwa ya wanadamu. Wakati naanza kutoa mada hizi nilidhani pengine labda ni hitaji kwa vijana tu, lakini imekuja kuonekana ni hitaji kwetu sote wa Kristo, hasa wakati kama huu. Na ni kwa sababu shetani anaweka nguvu kubwa sana kuzuia watu wasifanikiwe kwenye swala la fedha, na anajua kabisa ya kwamba akitukamata kwenye swala la uchumi, mambo ya utume hayataweza kuwa na mafanikio. Mada ya kwanza ambayo tutaitoa leo inazungumzia tumewekwa kwa kusudi. Wewe na mimi tupo kwa kusudi, kuishi kulingana na mpango wa awali wa Mungu. Destined for purpose, living according to God's original design. Kila mmoja wetu ambaye yupo katika kanisa, hasa sisi ambao tuko hapa leo, tupo kwa kusudi. Kama kuna siri ambayo wanadamu tunapaswa kuifahamu, ambayo inaweza ikafungua milango yote ya mafanikio, ni kutambua kusudi. Mwandishi mmoja alipokuwa anaelezea jambo hili, anasema zaidi ya 70% ya wanadamu hawafahamu kusudi lao. Na kiukweli wakati Mungu anatuumba, kusudi lake ilikuwa ni kumtumikia. Moja ya mafungu ambayo tumekuwa tukiyatumia na nitalitumia ni Wakolosai 1:16, ambapo Biblia inasema tumeumbwa na Mungu kwa ajili ya Mungu. Tumeumbwa kwa kusudi. Na kiukweli moja ya maswali ambayo yamewasumbua wataalamu wengi, wanazuoni, wasomi, watu ambao wanamcha Mungu, ni kwa nini nipo katika dunia hii? Na kiukweli haijalishi kwamba unapitia changamoto gani, lakini wakati unapofika unafahamu kusudi lako, kila kitu kinabadilika. Moja ya mada nitakayozungumzia pia ni tabia. Sijajua nitazungumzia kesho au kesho kutwa, lakini mada hii inasema character precedes financial and economic breakthrough. Kabla ya mafanikio unapaswa kuwa na tabia, unapaswa kuwa na uwezo wa kuweza kubeba mafanikio. Lakini pia tutaangalia how to become an achiever using biblical principles, namna ya kuweza kufanikiwa ukitumia kanuni za Biblia. Kumekuwa na hoja na watu wengi wamekuwa na mtizamo ya kwamba sio rahisi kufanikiwa kwa kutumia misingi ya Biblia. Si kweli. Tutaangalia katika siku hizi, lakini pia tutaangalia career building, career development and career management. Kazi yako ya wito duniani. Tafiti zinaonyesha zaidi ya 50% ya watu wanafanya vitu ambavyo hawakuitwa kuvifanya duniani. Na ni kweli ya kwamba sio rahisi ukafikia mafanikio yale ya juu kabisa kama unachokifanya sio wito wako maishani. Na wako watu ambao wamesoma kozi mbalimbali, ni wazuri katika masomo ya sayansi, ni wazuri katika fani fulani, lakini kwa bahati mbaya haukuwa wito wao, walifanya yale kulingana na maelekezo ya wazazi. Tutaangalia pia na masuala ya uwekezaji na matumizi ya fedha, na tutaangalia pia ujasiriamali, lakini pia namna ya kuweza kukabiliana na nyakati ngumu za uchumi, economic uncertainties. Ziko nyakati ambazo zinakuja, na kiukweli sisi ambao tumepata bahati ya kuishi wakati huo mwisho wa kufungwa historia ya dunia, haitakuwa rahisi. Na watakaoweza kusimama ni wale tu ambao wanajua namna ya kuweza kucheza ndani ya changamoto hizi. Lakini pia tutaangalia maisha kabla ya ajira, tutaangalia ukiwa kazini na baada ya kazi. Na tutaangalia hapa kwamba haukuwa mpango wa Mungu wanadamu waingie kwenye utaratibu wa ajira. Issue za employment, hizi ni issue ambazo zimeletwa na dunia, haukuwa mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ulikuwa ni kazi.
Tutaangalia swala la ajira lilitokea wapi na nani alianzisha na kusudi lake lilikuwa nini, na tutaangalia pia namna ambavyo kiukweli masuala ya ajira yamekuwa ni kifungo ambacho tusipokuwa makini kinaweza kikatutoa kwenye utume. Somo la leo kama nilivyosema linasema umewekwa kwa kusudi kuishi kulingana na mpango wa awali wa Mungu. Mpango wa Mungu wa awali ulikuwa ni nini? Mwandishi mmoja anapoelezea namna ambavyo dhambi iliingia, anajaribu kugusia kitabu ambacho Mama White amekiandika, kitabu cha Patriarchs and Prophets. Anajaribu kueleza namna ambavyo dhambi iliingia. Kiukweli haukuwa mpango wa Mungu haya maisha tunayoyaishi, na ni kwa sababu tu dhambi iliingia na matokeo yake ikaharibu ule mpango wa awali wa Mungu. Lakini moja ya vitu ambavyo Mungu anakusudia kuvirejesha kwetu wanadamu ni kusudi alilokuwa ameweka ndani yetu. Na kiukweli anapokuja mara pili Yesu Kristo anakuja na mundu. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 14 anakuja kuvuna. Anakuja kuvuna nini? Kila mmoja wetu amepewa talanta. Mmoja amepewa moja, mwingine amepewa mbili, mwingine amepewa 5. Na kiukweli tunapaswa kutambua ya kwamba Yesu anapokuja mara ya pili, moja ya mahitaji anayotaka kwetu ni matokeo ya uwezo aliyoweka ndani yetu. Na ninapokuwa natoa mada hizi, mara nyingi katika maisha yangu nimekuwa najaribu kuenda katika kiini cha tatizo, kwa sababu tafiti zinaonyesha tumeshindwa kufanya vyema sana katika mambo mengi, kwa sababu tumekuwa tukidili na wanasema symptoms badala ya kudili na tatizo katika namna halisi. Ziko kanuni ambazo wanazitumia duniani na kiukweli hata katika mazingira ya kanisa za namna ya kushughulika na mambo. Na hapa mimi nazungumzia kwamba tunapaswa kujua kusudi letu katika namna sahihi kwa mtizamo wa Mungu na si katika namna ambayo ni mtizamo wa wanadamu. Na kwa hivyo tunapaswa kudive deeper. Na ningalikuwa na nafasi, huenda ningeweza kupata kuuliza kila mmoja wetu, kusudi lako ni nini? Bwana mmoja alipokuwa anaelezea kuhusu kusudi, anatumia mifano ya baadhi ya watu katika Biblia, na mfano mmoja wapo anaotumia ni mfano wa Yusufu. Na mwandishi mmoja anapoelezea kusudi kuweza kulikamilisha, anasema tunapaswa kuanza na mwisho mwanzo. Mwisho mwanzo. Na hapa tunaona Yusufu akiwa mdogo kabisa anaona kwamba yeye alikuja kutumikiwa, na ujumbe wale ulipotoa kwa baba yake na kaka zake hawakuwa tayari kuupokea, na tunafahamu kilichotokea. Mwisho wa siku ndugu zake waliazimia kumuuza, wengine waliazimia kumuua, lakini ni Mungu tu ambaye aliweza kuingilia kati. Napenda mahali ambapo baba yake anaonyesha ya kwamba kweli huenda Mungu akawa ameweka kitu ndani ya kijana huyu. Na mwandishi mmoja anasema kwamba baba yake alilitia moyoni, na kiukweli ilikuja kutokea. Na napokuwa naelezea somo hili kuishi kusudi ambalo Bwana ameliweka katika maisha yetu, kuna haja ya kujua nani wa kuweza kuzungumza naye kuhusu kusudi lako. Na kiukweli kusudi lako linapokuwa kubwa, unaposhirikisha watu wengi, huenda ukajikuta umeshindwa kulifikia. Kwa hiyo tutaangalia namna gani tunaweza tukafahamu kusudi hili na namna ya kuweza kulifikia. Na napoelezea kusudi, nitagusia pande kuu mbili za sarafu. Nitaangalia mtizamo wa Biblia, nitaangalia pia mtizamo wa wanadamu. Kumbe tunapozungumzia kufahamu na kulijua kusudi na kuliishi, wanadamu pia wamejaribu kulielezea, na kiukweli Mungu pia naye ana version yake anapolielezea jambo la kusudi. Na ninapoeleza hili nitagusia maana ya mafanikio. Wako watu ambao katika Biblia au katika dunia hii tumeona wamefanikiwa, lakini kiukweli ukiangalia vyema unakuta kwamba hawakufanikiwa. Bwana mmoja alikuwa anajaribu kuelezea kuhusu rais wa South Africa wakati ule anaitwa Mandela. Kwake huyu bwana anasema Mandela hakufanikiwa. Na anapokuwa anamuelezea Mandela kufanikiwa, anaeleza mambo yafuatayo. Anasema watoto wake 3 walikufa na HIV AIDS, lakini pia alikaa gerezani miaka 27. Na kwa hivyo na amedivorce mara 2. Yeye kwake anasema Mandela kufanikiwa. Kwa hiyo ninapokuwa naelezea kulijua kusudi, nitazungumzia mafanikio katika muktadha wa Biblia, lakini pia nitazungumzia katika muktadha wa kidunia. Na niseme hivi, ninapokuwa natoa mada hii nitagusia napenda kutumia lugha ya software na hardware. Nitazungumzia maeneo mawili.
software, unaweza ukasema ni kanuni laini au ni soft skills, vitu ambavyo huwezi kuvishika lakini vinaleta matokeo. Lakini pia tutazungumzia eneo lingine la muhimu sana ambalo linaitwa hardware. Kwa hiyo nitakuwa nagusia hayo maeneo makuu mawili, na mara nyingi sana ninapokuwa nawasilisha mada hizi huwa najaribu kutumia analojia moja ya iceberg. Wanaita iceberg analogy, kwamba barafu ukiangalia, nadhani wengi tunafahamu habari ya Titanic, ile meli ambayo ilizama mwaka 1914, ilikuwa inatoka Marekani kuja Uingereza, na yule captain aliambiwa kwamba kuna barafu kubwa sana chini ya maji na akapuuza, lakini kiukweli ile meli hatimaye ilizama, na yule captain aliamini ya kwamba ile meli ilikuwa ni vyuma tupu, na alishawishika, na kiukweli walifika mahali fulani wakasema hii meli ni unsinkable, ni meli ambayo haiwezi kuzama. Lakini kuna upande wa chini ya maji ulikuwa ni 90%. Huyu bwana aliona tu 10% ya barafu, na alionywa sana lakini akapuuza. Na kiukweli tunapozungumzia kulijua kusudi, ni muhimu sana kuweza kupata majibu sahihi kutoka kwa Mungu mwenyewe. Wako watu ambao wamehangaika kuuliza watu, wako watu ambao wamejaribu kuuliza walimu wao, wako watu ambao wamejaribu kuuliza wanasayansi, lakini kiukweli hakuna ambaye amewapatia jibu sahihi. Napenda kisa cha Samuel akiwa mdogo katika nyumba ya kuhani Heri, anaitwa actually na Mungu, na anashindwa kujua anayemwita nani, kwa sababu akiangalia haoni mtu anayemwita. Lakini hatimaye Heli anakumbuka, anamwambia utakapoitwa sema nipo Bwana, ninasikia. Kwa hiyo mtu ambaye anaweza kutusaidia kuweza kuishi na kulijua kusudi ni Mungu mwenyewe. Na ningezungumzia kitu kimoja ambacho Mungu amekipanda ndani ya wanadamu wote katika dunia hii, ambacho kwa sasa kinapotea, kinapungua nguvu, kinaitwa sauti ya ndani au inner voice. Inner voice, gut feeling. Napokuwa nazungumzia mada hii huwa nagusia mtu mmoja anaitwa Solomon, ambaye wakati fulani kina mama wawili walikuja mbele zake wakiwa na mtoto, wanasema huyu anasema wa kwake, huyu anasema wa kwake. Lakini Suleiman, kwa sababu Bwana alimpa kibali, alichagua hekima kuliko fedha, na hivyo Mungu akamwambia, na alipopewa ule mtihani akasema okay, basi isiwe tabu, huyu mtoto akatwe vipande viwili, alafu mmoja achukue kimoja, mwingine achukue kimoja. Mwenye mtoto akasema basi kama ni hivyo, actually alimwangukia mtoto, na yule mwangukia mtoto akasema basi kama ni hivyo mpatie huyu mama, na yule mama ambaye mtoto akuwa wa kwake akasema no, akatwe, agawanywe vipande viwili. Solomon akajua ya kwamba mwenye mtoto ni nani. Kwa hiyo naweza kusema hivi, anayeweza kutusaidia kuweza kufahamu kusudi letu ni Mungu mwenyewe. Ziko njia nyingi anaweza kuzitumia, lakini njia moja wapo ni kuzungumza kupitia sauti ya ndani, inner voice. Sasa ninapokuwa nawasilisha mada hii, nitatumia pia hii dhana ya iceberg analogy, kwa maana ya kwamba tunapaswa kujua kabisa katika mtazamo wa Mungu, wewe upo duniani kufanya nini. Na napotoa mada hii, napenda kutambua nazungumza na watu ambao wanakaa katika nafasi tofauti. Wako ambao wametoka vioni wanatafuta kazi, lakini wako ambao pia wanajiandaa kwenda vioni na kiukweli hawajui kwamba watafanyaje waweze kufanikiwa. Lakini pia nazungumza na watu ambao wamefanikiwa katika kazi wanazofanya na kiukweli wanaona kabisa ya kwamba wanafanya mambo makubwa sana. Lakini nataka kuzungumza na mtu fulani ambaye kiukweli huenda hajatambua sababu ya yeye kuwepo katika dunia hii. Na niseme tu ya kwamba haijalishi unapitia changamoto gani, haijalishi uko katika mazingira gani, siku unapojua kusudi, kila jambo linabadilika. Kama kuna jambo ambalo tunapaswa kuanza nalo, kama kuna jambo tunapaswa kulifahamu vizuri, ni kusudi. Kusudi lako ni nini? Na huenda ninapowasilisha mada hizi, nitakapozungumzia mada ile ya tabia inatangulia mafanikio kiuchumi na kifedha, nitagusia sehemu ya tabia. Na nitazungumzia pia namna ambavyo changamoto zinaweza zikatushepu na kutuandaa kuweza kufanikiwa. Kwa hiyo siku ya leo tutakapokuwa tunaangalia somo hili, nitahitaji kila mmoja aweze kujua kwa nini yupo duniani, na je, anaweza kufanya nini ili aweze kufikia kusudi ambalo Bwana amemuita kulifanya katika dunia hii. Na kiukweli labda niseme kwamba tumeumbwa kwa kusudi na si kwa bahati.
Kama nilivyosema, sitambui wewe huenda labda umezaliwa katika mazingira fulani, huenda watu wanadhani umekuja kwa bahati mbaya, lakini ukweli ni kwamba kila mwanadamu aliyepo katika dunia hii yupo kwa kusudi. Hebu muulize jirani yako, wewe kusudi lako ni nini? Muulize tena, hivi unachokifanya hiki kweli ndio kusudi lako? Bwana mmoja alipokuwa anaelezea jambo hili anasema hata wale ambao tunaona wamefanikiwa katika muktadha wa ulimwengu, tunaona wametumia sio zaidi ya 30% ya uwezo ambao Bwana ameweka. Na kiukweli unapojua kusudi lako, unapoenda kutumia hata 50%, matokeo yake hayatakuwa ya kawaida. Huenda Yesu angalikuwa sharudi tayari kama 1% kubwa ya watu tungaliishi kusudi letu. Uliumbwa kwa kusudi na si kwa bahati. Labda niseme kwamba kusudi lilikuwepo kabla wewe na mimi hatujazaliwa. Kusudi lako lilikuwepo kabla hatujazaliwa. Ukisoma kitabu cha Yeremia 1:5, Biblia inasema kabla sijakuumba tumboni nalikujua, kabla hujazaliwa nalikutakasa. Lakini pia Biblia inasema kwamba katika Yeremia 29:11, kwa maana yajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Na kumbuka Mungu anazungumza haya maneno kwa wana wa Israeli wakiwa utumwani. Na unakumbuka wakati fulani waliambiwa waimbe wimbo, wakasema tutaimbaje wimbo katika nchi ya ugeni? Niseme hivi ya kwamba ni muhimu sana kujua kusudi. Haijalishi uko katika wakati mgumu kiasi gani, lakini unapojua kusudi hata mtizamo wako unakuwa tofauti, na kiukweli hata uwezo wako kukabiliana na mambo unakuwa mkubwa. Na ndio maana ni muhimu sana kuweza kufahamu kusudi. Na huenda baadaye nitazungumzia mambo ya msingi ya kuzingatia ili tuweze kufanikiwa katika maisha yetu. Mungu ana mpango maalumu wa maisha yako. Kesho yako haiko mikononi mwa wanadamu. Kesho yako haiko mikononi mwa bosi wako. Kesho yako iko mikononi mwa Mungu. Na ndio maana Mungu wakati mwingine anajidhihirisha kwetu wakati njia za kibinadamu zinapokuwa zimefikia mwisho. Sio rahisi Mungu wetu ambaye tunamtumikia kuweza kuonekana mapema wakati tunapokuwa tunaanza jambo fulani. Na ndio maana huwa ninapozungumza na vijana nawaambia usikate tamaa, anza. Na uwezi kujua, na kiukweli imeonekana na nimeona hata wanasayansi wamethibitisha ya kwamba kadri inavyokuwa ngumu ndivyo ambavyo mafanikio yanakuwa makubwa. Pata bahati ya kuandika kitabu kinaitwa The Gift of Pain, zawadi ya maumivu. Vijana wengi ulimwengu wa sasa hawataki kupitia maumivu, na kiukweli kuna haja wakati mwingine kupitia maumivu. Na ndio maana kitabu cha Ufunuo 14 tunazungumzia wale 144,000 watakapoingia malango ya mbinguni. Mbingu zitasimama na maswali yatakuwa mengi sana. Kwa nini hawa watu wanabadilisha utaratibu wa mbingu? Sababu taratibu za mbinguni zitasimama kwa muda, na sababu moja kubwa ambayo inawatambulisha ni kwamba wanatoka katika dhiki kuu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, kama nilivyosema, sijajua unapitia changamoto gani. Changamoto ni moja ya vitu vya kutusaidia kuweza kulijua na kuliishi kusudi. Na kiukweli kusudi ndio mwelekeo wa maisha. Mithali 29 fungu la 18, Biblia inasema penye maono watu hupotea. Na nasema pia kwamba bidii hupotea, muda hupotea, maisha hupotea, kusudi huleta mwelekeo. Na ndio maana mtu anaweza akawa katika mazingira ambayo ni magumu sana, lakini bado akawa na uwezo wa kutulia na kuweza kuangalia maisha yake baadaye katika namna tofauti. Kusudi linabadilisha mambo. Kusudi ni moja ya sumaku au nguvu ambazo tunazihitaji, hasa tunapokuwa tunahitaji kuweza kutambua kusudi la Mungu katika maisha yetu. Mungu hutumia kila hatua kutimiza kusudi. Na kama nilivyosema, nyakati ngumu pia wakati mwingine zaweza kuwa ni baraka na fursa za kuweza kuliishi kusudi letu katika maisha. Biblia inasema katika Warumi 8:28, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Kwa hiyo wapendwa, tunapoangalia masomo haya katika wiki hii, tunapaswa kuyatizama katika mtizamo wa Mungu. Sasa kusudi ni nini? Bwana mmoja anasema kusudi ni lengo kuu au sababu ya msingi ambayo inaelekeza matendo au maamuzi ya mtu
au kitu fulani. Lakini pia ni dhana inayohusiana na kutafuta maana, thamani au lengo kuu katika maisha au shughuli fulani. Kwa mfano, mtu anaweza kujiuliza kusudi la maisha yake au kusudi la kazi anayoifanya au hata kusudi la mradi fulani wanapokuwa wanajishughulisha nao. Kwa ujumla, kusudi hujumuisha uelewa wa malengo na lengo kuu la kuwepo au kufanya kitu fulani. Kuishi kulingana na kusudi lako kunaweza kuhusisha mchakato mzima wa kujitambua na kufuata njia ambayo inaleta maana na furaha katika maisha. Na ndio maana kuna watu ambao Mungu amewapa nafasi ya madaraka, Mungu amewapa nafasi ya pesa, lakini bado ukiwaangalia unaona kabisa hawajalishi kusudi. Na kiukweli unapofanya kitu hata kama ni kubwa kiasi gani, lakini kama huoni furaha, hauoni amani katika unalofanya, bado hujalitambua kusudi. Sasa ili kuliishi kusudi unabudi kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, unapaswa kujitambua. Self awareness. Jitambue mwenyewe. Anza kwa kujifunza kuhusu wewe ni nani, nini unapenda, nini unacho, uwezo ulio nao, na nini kinakufanya uhisi furaha na kuridhika. Na ningekusii usiangalie sana wazazi wanasema nini, usiangalie sana watu wanataka ufanye nini. Bahati mbaya ulimwengu wa sasa, watu wengi tunatumia muda mwingi sana kuweza kufanya mambo kwa kuangalia watu. Ndio maana mtu leo hii akiugua anaenda kwenye social media anatoa taarifa kwa watu, lakini kiukweli hao unaowajulisha sidhani kama wanaweza wakawa wanahusika na maisha yako. Na ninapokuwa natoa mada hizi nasema ya kwamba wakati mwingine hauhitaji watu wengi sana. Si kwamba unapaswa kuanza kubagua, hapana. Namna unavyofanya mambo yako, namna unavyoshirikisha watu, kuna haja ya kuweza kuchagua na kuona nani unaweza kumshirikisha jambo gani, kwa sababu kuna watu ambao kiukweli mambo yao yameharibika kwa sababu huenda waliyemhusisha badala ya yeye kuwa baraka kwao amekuwa kikwazo. Nitoe mfano wa ndugu zake Yusufu. Kama isingalikuwa Mungu kuingilia kati, Yusufu mambo yale yote yalikuwa yameharibika, kwa sababu ndugu zake baada ya kusikia habari njema hizi, wao ajenda yao ilikuwa ni kumuua. Na sijawahi kufahamu, na huenda pengine moja ya mambo ambayo nitauliza mbinguni Yesu anaporudi mara pili ni inakuwaje Yusufu anawakumbuka ndugu zake lakini ndugu zake wanamsahau. Wakati wamekutana pale kwa Potifa, pale kwa Farao, ndugu zake wanashindwa kumkumbuka lakini yeye anawakumbuka. Au ndio ile lugha ya kwamba anayekula ndizi anasahau, ila anatupiwa ganda la ndizi ndiye anayekumbuka. Lakini hoja anayozungumza hapa ni kwamba jitambue mwenyewe, wewe unataka nini. Na bahati nzuri katika ulimwengu wa shughuli mbalimbali, corporate world, wamejaribu kutoa mifumo mbalimbali ya kutusaidia kuweza kulitambua kusudi. Nimeona pale Uongozi Institute wana kitu inaitwa diski. Unaulizwa baadhi ya maswali na inakupelekea kuweza kufahamu haiba yako na hata pia vipaji na talanta na karama ambazo Bwana amekupatia. Na hata idara ya vijana pia ina vyenzo mbalimbali vya kuweza kutusaidia kuweza kutambua. Lakini hili ni jambo la muhimu sana. Lakini pia ningesema hivi, usiulize watu sana kuhusu kusudi lako. Bwana mmoja alipokuwa anaelezea jambo la kusudi anasema ni kila moja ni kama ana fingerprint. Anasema kwamba hata mapacha wawili ambao wamezaliwa kwenye yai moja hawafanani. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vimewekwa ndani yako. Na sijawahi kufahamu kwamba kwa nini wale ambao wanaonekana kama ni wadogo ndio wanakuja kuwa watu wa muhimu. Daudi wakati mfalme anaita wale ndugu zake kuweza kuchagua mfalme, Daudi hakuitwa, alikuwa anachunga kondoo kule. Lakini Jesse akaambiwa, Bwana, katika watoto hawa mbona hakuna ambaye Bwana anakusudia kumfanya mfalme? Sijawahi kufahamu. Yaani kwa maana nyingine ni kwamba mwanadamu anavyoangalia kitu ambacho kiko ndani yako wewe hawezi kuwa katika namna sahihi ya mtizamo wa Mungu. Kwa hiyo mtu pekee ambaye anaweza kutusaidia kuweza kufahamu kusudi letu ni Mungu mwenyewe. Na kiukweli unapouliza watu wakati mwingine watakupeleka katika jambo ambalo sio kusudi lako. Na ndio maana huenda watu wengi hawana furaha katika wanayoyafanya au hawajafikia mafanikio makubwa ambayo huenda Mungu alikusudia. Kwa hiyo njia ya kwanza, jitambue wewe mwenyewe. Kusudi lako ni nini? Kwa nini upo katika dunia hii? Na ufanye nini uweze kufikia hatua ambayo Bwana amekusudia. Jambo la pili, malengo. Unapaswa kuwa na malengo. Unataka kuwa nani katika dunia hii?
na idara ya vijana inatusaidia. Wanasema watoto kati ya miaka 10 mpaka 12 wana uwezo wa kuweza kutambua kusudi lao ni nini. Na kiukweli ni waombe wazazi ambao tuko hapa, hatupaswi kuwaelekeza watoto kufanya shughuli ambazo sisi tunazihitaji. Wazazi, watoto tumepewa kwetu sisi kama waangalizi, lakini aliyewaleta katika dunia hii ni Mungu peke yake, na ambaye ndiye anajua mwanzo na miisho ya maisha yao. Na kiukweli tunapaswa kuwasaidia watoto wetu kuwa kile ambacho Bwana amekusudia na sio kile ambacho sisi wazazi tunahitaji. Siku moja binti yangu anaongea na kaka yangu, yeye kaka yangu ni daktari, anamwambia usiwe daktari, udaktari haulipi. Na kwa sababu ni kaka yangu yule, nilipata shida kuweza kusahihisha pale. Baada ya kuwa amepisha, ndo nikakaa na binti yangu nikamwambia, usimsikilize baba yako mkubwa, usimsikilize mimi, msikilize Mungu. Kiukweli wako watu ambao wamekosa furaha, wako watu ambao wameshindwa kufikia kusudi katika maisha yao kwa sababu tu walichaguliwa fani, na wengine wameingia katika mtego huo kwa sababu tu anajua hesabu, anajua sayansi, kumbe wito wake haukuwa huo. Wapendwa, kama tunahitaji kufikia kilele cha mafanikio katika maisha yetu, sharti tuweze kufahamu kusudi letu katika maisha. Na ndio maana wako watu na wafahamu wengine amefanya udaktari wa binadamu, lakini baada ya muda akagundua wito wake haukuwa huo, akaacha, akaingia kwenye kitu sahihi. Na nikwambie, kama hauna furaha katika kitu unachokifanya, basi sio kusudi lako, na kiukweli unapaswa kutafuta kulifahamu kusudi lako, na unapaswa kuwa na malengo, na malengo yanapaswa kuwa ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Wanasema Waafrika, ukitaka kuwaficha basi weka katika maandishi, na malengo ili yaweze kutekelezeka vyema ni vizuri yakawekwa katika maandishi. Huwa natumia kanuni inaitwa SMART objective, kwa maana ya malengo yako yanapaswa kuwa challenging, measurable, attainable, relevant, lakini time bound. Na kiukweli kanuni moja kuu ya kuweza kufikia kusudi ni kuanzia ulipo, na nitazungumza huenda tunavyoendelea katika siku hizi 7 au 8 namna ambavyo tunaweza tukafikia kusudi katika maisha. Lakini pia tunapaswa kuwa na vipaumbele. Hakuna asiyefahamu ya kwamba rasilimali ni chache, na kiukweli moja ya rasilimali kuu ni pesa, na pesa imekuwa ni changamoto kubwa, lakini kwa namna hiyo yote ile tunapaswa kufikia mafanikio katika maisha yetu. Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa rasilimali ni chache na tunapaswa kufanya wito wetu maishani, na kanuni ni kwamba tunapaswa kuanzia tulipo, basi tunapaswa kuwa na vipaumbele. Kwa hiyo tunapaswa kujua nini kianze. Mwandishi mmoja alipokuwa anaelezea anasema kwamba you need to begin with the end in mind. Na you have to anasema kwamba put the first things first. Mambo ya msingi kwanza yaje kwanza. Kama ni shule kwa vijana, kama ni ndoa kwa vijana, kama ni kazi fulani ambayo kiukweli unaiona kwamba haina mwelekeo mzuri, lakini unapaswa kuanzia hapo. Na huenda napozungumzia mada ya career development, career management, tazungumzia aina 6 za utaratibu duniani ambazo zimekuja za namna ya kuweza kupata kazi. Na nitatoa tahadhari kwa vijana, hasa wale ambao wanatafuta kazi: usikae nyumbani bila kazi ya kufanya. Kazi hazipatikani nyumbani, na kawaida na kiukweli katika ulimwengu wa sasa lazima uanzie chini. Kanuni ya 4, kanuni ya 4, kuwa mnyenyekevu katika namna ya kuweza kulitafuta kusudi, katika namna ya kujitafuta, katika namna ya kuweza kuwa kile ambacho Bwana amekuita kukifanya. Huwa sio rahisi, na ukiangalia wanadamu wengi sana tunatoka katika familia za kawaida. Kwa hiyo kuweza kufanikiwa na kuweza kufanya lile ambalo Bwana amekusudia, na natambua ya kwamba ni mpango wa Mungu kwamba tuweze kuishi maisha ambayo Bwana alituita kuyaishi, lakini shetani pia naye ana mambo yake, na kwa namna fulani anazuia tusiweze kuyaishi makusudi yetu. Lakini pia jambo lingine la muhimu pia la kufanya ni kutenda kwa uaminifu. Nilipata bahati ya kufanya kazi mgodi wa Bulyanhulu. Pale kwenye geti lao unapoingia wameandika tenda kama mwenye mali, behave like business owner. Ulimwengu wa sasa vijana wengi wamekuwa na changamoto kubwa sana. Tenda kwa uaminifu. Na nimeangalia hata wajasiriamali wakubwa duniani, watu ambao wamefanya mambo makubwa katika maisha yao, waliwahi kuajiliwa, na tofauti yao na kilicholeta tofauti katika maisha yao ni namna ambavyo waliweza kutenda kama mwenye mali. Nikusii ndugu yangu katika jioni ya leo, hebu kafanye tafiti pale kuhusu vijana wako.
Je, wanatandika vitanda wanapoamka asubuhi? Wanazima taa? Wanazima pasi? Je, tumewapa kidogo shughuli za kufanya pale nyumbani na wanazifanya katika namna gani? Na kiukweli hii dhana ya kuwa na wafanyakazi wa kazi nyumbani na watoto wetu exempt kwenye kazi, huenda imekuwa ni moja ya matatizo ambayo yanaleta changamoto kubwa sana. Kwa hiyo ni wasii wazazi, watoto waanze kuandaliwa kupenda kazi na kujua kwamba kazi ndiyo kipimo cha utu. Kwa hiyo tenda kwa uaminifu. Fanya maamuzi na vitendo kulingana na maadili yako na lengo lako kuu. Na kanuni inapaswa kuwa nafanya kama kwa Bwana na si kwa mwanadamu. Usiangalie kwa sababu kuna supervisor, usiangalie kwa sababu kuna kamera, usiangalie kwa sababu kuna issue ya promotion, usiangalie issue ya demotion au termination. Angalia kwamba siku ya hukumu nitatakiwa kujibu kama ambavyo Bwana aliweza kunikabidhi. Tafuta msaada na shirikiana na watu wengine. Usione aibu kutafuta msaada kutoka kwa watu wengine, marafiki, familia na washauri mbalimbali. Lakini niseme hivi ya kwamba wakati wa sasa asilimia kubwa ya watu hawapendi mafanikio ya watu wengine. Na nimeona katika familia, nimeona sasa hata ndani ya kanisa, kiukweli ni wakati ambao Yesu anakaribia kurudi na mioyo ya watu inakuwa sio katika namna ambayo ilipaswa kuwa. Na kiukweli watu ambao walipaswa aidha kuwa baraka na kwetu, walipaswa kuwa na sisi, wanakuwa kinyume na sisi. Kwa hiyo ni wakati ambao tunapaswa kuwa makini sana tunapokuwa tunatafuta msaada. Tafuta msaada na ushirikiano. Jambo lingine, jiweke katika mazingira yanayofaa. Mwandishi mmoja anapoelezea habari ya Lutu kwamba kama Lutu asingaliishi Sodoma, kama angalichagua kukaa mahali bora zaidi, hata mkewe angaliokolewa, na huenda hata yeye pia asingaliokolewa kwa shida kiasi kile. Kwa hiyo mahali pa kuishi pana maana kubwa sana, na huenda napozungumzia nafasi ya tabia, nitagusia pia nafasi ya mazingira katika namna ya kuweza kutuandaa kuwa bora katika ulimwengu huu na hata katika ulimwengu unaokuja. Lakini pia kuwa mchangiaji kwa maana ya kutumika, kuwa baraka katika familia, kuwa baraka katika kanisa, kuwa baraka katika jamii, kutumika. Na kiukweli idara ya vijana tunafundishwa kwamba tupo kwa kusudi, kwa maana ya kuweza kutoa huduma kwa jamii, lakini pia uongozi katika ngazi ya mtu mmoja, lakini pia kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mwanzo 1:26 Biblia inasema tumfanye mtu kwa mfano wetu akatawale na dunia. Kiukweli wakati Mungu anatuumba, Mungu alituumba kwa kusudi, na huenda dhambi ilipoingia kusudi lile la Mungu limefifia sana, na wako watu ambao kusudi lile limeisha kabisa, yani sauti ndogo ile ndani ya mioyo yao imekufa. Lakini niseme ya kwamba katika siku hizi 7 ambazo tutakuwa na juma hili la wakili, Mungu atusaidie tuweze kurejesha utu wetu wa kale, makusudi yetu ambayo Bwana aliyaweka ndani yetu yaweze kurejea, na hatimaye tuweze kuliishi kusudi. Kwani anapokuja mara ya pili anakuja kuvuna na mundu. Na anavuna nini? Moja ya vitu anakuja kuvuna ni kusudi ambalo limewekwa ndani yako, ndani yangu. Ukisoma Wakolosai 1:16, moja ya mafungu ambayo idara ya vijana tunayatumia sana, na kiukweli ni moja ya mafungu ambayo yanasaidia watu kuweza kutambua kusudi lake. Linasema vitu vyote viliumbwa na Mungu kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo kiukweli tunapaswa kutambua ya kwamba baraka ambazo Mungu ametupatia, karama, vipaji na uwezo, vyote ni kwa ajili ya utume. Na tunapofanya utume tunapaswa kuangalia sisi, lakini pia tuangalie kanisa na hata watu wanaotuzunguka. Abraham Lincoln alipokuwa anaelezea kusudi la mwanadamu katika maisha, na bwana mmoja anasema Abraham Lincoln ni moja ya marais ambao huenda marais bora kuliko marais wote Marekani. Yeye anasema Mungu alipotuumba alituumba kwa kusudi. Anasema kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumba aweze kuishi milele. Kwa hiyo kiukweli sisi tupo duniani kwa kusudi, na ni muhimu sana kuweza kufahamu kusudi na kuweza kulifanyia kazi. Ziko falsafa kuu mbili wanapokuwa wanazungumzia swala la kusudi, na nashukuru Elda Nyando alizungumzia asubuhi issue ya fate na destiny kule tulikuwa katika kanisa kule chini. Na wako watu wengi wanaamini ya kwamba maisha ulio nayo au maisha utakayokuwa nayo umeamliwa na huwezi kupindua.
huwezi kutoka kwenye huo mtego. Lakini nikwambie tu mtumishi wa Mungu ya kwamba una uwezo wa kuweza kufanikiwa. Labda nitataja vitu kama 6 ambavyo vinapelekea watu kuweza kufanikisha kusudi lao, na ndio maana ni muhimu sana kuweza kuzingatia, na haya yote ninayosema yapo katika Biblia, kwamba mafanikio yanaanza ndani ya mtu akiwa tangu yuko tumboni mwa mama. Nitakuwa na mada moja nitakayozungumza nadhani wakati wa mgawanyiko, maandalizi ya maisha baada ya kazi. Nimekuwa nikitoa mada hizi mahali pengi, kwamba maandalizi ya kustaafu yanapaswa kuanza lini. Watu wengi wanasema unapaswa kuanza maandalizi baada ya kuanza kazi. Si kweli, unakuwa umechelewa zaidi ya 50% unapoanza maandalizi, unapoanza kazi. Maandalizi ya kustaafu kwa mujibu wa Biblia, maandalizi ya kustaafu kwa mujibu wa kanisa, kwa maandalizi ya kustaafu kwa mujibu wa idara ya vijana yanaanza tangu mtoto akiwa tumboni mwa mama. Amina, prenatal. Na wataalamu wanasema mtoto anapozaliwa ubongo wake ni 30%, na unakuwa mpaka kufika 100% kati ya miaka 17, 18, 21 mpaka 25 maximum. Inategemea mtoto wa kike wa kiume, inategemea Afrika, Ulaya na sehemu zingine, lakini kiukweli mtoto anapofikisha miaka 25 huwezi kumbadilisha. Na ndio maana Biblia inaposema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha atakapokuwa mzee, inazungumzia umri kati ya 0 mpaka 25. Wangapi mlikuwa mnafahamu ya kwamba mtoto akiwa tumboni anasikia? Na ndio maana wazee wetu zamani walikuwa makini sana. Wakati unataka kuoa anakuambia usioe kwa fulani, oa mahali fulani. Ile sahani, zile chembe za awali za mafanikio ya mtu zinajengwa kati ya hao wazazi wawili. Na sayansi imethibitisha kwamba mtoto anachukua zaidi ya 60% ya kutoka kwa mama yake. Na ndio maana mama akiwa kidogo dishi limeyumba, unaweza ukashindwa kuelewa kwamba inakuaje huyu mtoto, kumbe amechukua sehemu kubwa ya tabia za watoto genetically, wanachukua kwa kina mama, kwa wazazi. Lakini nilipokuwa nafuatilia sayansi ya malezi na mafanikio, nikagundua ya kwamba ndio ni kweli kwamba kwenye hii dhana ya fate, kwa maana ya predetermination, kwamba genetics ina play nafasi, lakini malezi yana nafasi kubwa zaidi katika kumwandaa mtu kuweza kufanikiwa. Na labda nizungumzie napokuwa naeleza mada hizi aina za mitaji ambazo tunapaswa kuzingatia. Huwa nazungumza kwamba pesa sio mtaji namba 1, pesa sio mtaji namba 2, pesa sio mtaji namba 3, huenda pesa labda ni mtaji namba 4 au namba 5. Labda nitataja mitaji ya mwanzo kabla ya fedha, kwa sababu moja ya mada tutakazungumzia ni mada ya fedha. Nizungumzie kusudi. Mtaji wa kwanza wa kuweza kutusaidia kufanikiwa ni kujua kusudi. Kwa lugha nyingine ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kama kuna mtego tunapaswa kuutegua. Na niseme tu ya kwamba katika siku hizi 7 za juma hili la wakili, katika vitu ambavyo tunapaswa kuviaddress tunapoangalia root cause, tunapaswa kujua tabia. Tabia ni kila kitu. Tabia ni moja ya vitu ambavyo ni tunu, na kwa muda ambao nimekuepo katika tasnia ya rasilimali watu, nikaona haja ya kuandika vitabu. Na nimeandika vitabu vingi tu, lakini nimejikita katika ile eneo la tabia, kwa sababu tabia ndo kila kitu. Na wako watu, nimeona vijana wengi ndani ya kanisa wanauliza, wanasema mimi sina mtaji. Na anapokuwa anazungumzia mtaji, yeye kwake anazungumzia pesa. Labda niseme pesa sio mtaji namba 1, pesa sio mtaji namba 2, pesa sio mtaji namba 3, huenda pesa ni mtaji namba 4 au namba 5. Mtaji wa kwanza ni kusudi lako ni nini? Kusudi lako ni nini? Ndio, lakini ni kwamba unapojua kusudi lako, kuwa tayari kulipa gharama. Wako watu wengi ambao walipaswa kuwa baraka kwa kanisa. Wako watu wengi ambao walipaswa kuwa baraka kwa familia. Wako watu wengi ambao walipaswa kuwa baraka kwa dunia, lakini wameshindwa kuweza kufikia mafanikio. Bwana mmoja alikuwa anaelezea, anasema eneo tajiri kuliko maeneo yote duniani ni kaburini. Watu wamelala na talanta zao, watu wamelala na karama na vipaji. Wapendwa, usikusudie kufa ukiwa na umri mkubwa, kusudia kufa ukiwa tupu. Don't die old, die empty. Kwa hiyo tutaangalia actually nafasi ya genetics au DNA, kwa maana ya hao wazazi wawili, lakini haijalishi kama umechukua tabia za mama, haijalishi kama umerithi kutoka kwa baba, lakini una uwezo wa kubadilisha kesho yako, lakini sharti uweze kuwa tayari kulipa gharama. Na eneo kubwa ambalo watu wengi tunashindwa ni kulipa gharama.
na huenda nitataja baadhi ya vitu ambavyo nitapendekeza kwetu ya kwamba tuweze kuvifanyia kazi, na huenda Bwana akafanya kitu katika siku hizi 7. Napendekeza kwenu approach inaitwa destiny, kwamba it depends on our choices. Sasa inategemea chaguzi tunazofanya kila siku. Na bwana mmoja hapo anaelezea kuhusu chaguzi, anasema mwanadamu kwa wastani kwa siku anafanya chaguzi sio chini ya 500, na huenda hata sisi leo tulikuwa na uchaguzi aidha wa kutokuwa Magomeni katika masaa ya jioni, tungalikuwa mahali fulani, lakini tukaamua kuja hapa, na kwa maana hiyo ni muhimu sana kuweza kuchagua. Lakini ukiacha kuhusu DNA au issues za biology, sehemu ya pili ambayo inachangia ni malezi. Kama nilivyosema, malezi, na watoto kiukweli wanajifunza zaidi kwa kuona na si kwa kusikia. Kwa hiyo wazazi, tabia yetu tunayotumia hii ya kusema usifanye ninavyofanya, fanya ninavyosema, tunakosea. Kwa kiasi kikubwa sana watoto wetu wanakuwa kwa kuona, na ndio maana ni muhimu sana mahusiano yetu pale nyumbani, namna tunavyoshirika na mambo, namna tunavyodili na changamoto mbalimbali, ina sehemu kubwa sana kuwasaidia watoto kuweza kuwa bora kuliko sisi. Na wanasema kwamba mtoto ana nafasi ya kuwa bora hata 10% zaidi kuliko wazazi. Sasa inategemea wewe ulitoa nafasi gani. Lakini kuna swala pia la elimu. Hapa nazungumzia elimu ya kanisa, elimu ya Mungu, elimu ya kweli kupitia idara ya vijana, PFC, AC, Master Guide na kadhalika. Lakini pia nazungumzia elimu ya dunia ambayo kiukweli wale walioanzisha walikuwa hawaangalii sana kusaidia wanadamu kuweza kufikia kusudi. Na ndio maana elimu ya muhimu kabisa kuliko zote kabla ya kuingia katika elimu hizi za dunia ni elimu ya kanisa, elimu ya kweli, ambayo ukisoma vitabu, labda nipendekeze vitabu ambavyo ni vya muhimu sana wale ambao tunahitaji kufahamu kusudi letu tuweze kuvisoma na vitatusaidia. Kitabu cha kwanza ni Child Guidance. Hiki mimi wanakiita ni encyclopedia ya malezi. Mama White, niseme tu kwamba hakuna kitabu cha malezi bora katika dunia hii kama kitabu cha Child Guidance. Cha pili nitazungumzia Adventist Home, nitazungumzia pia education, messages to young people, na nitazungumzia pia kitabu kingine kinaitwa Counsels to Parents, Teachers and Students, ambapo Mama White anasema mtoto kati ya mwaka 0 mpaka 10 anapaswa kukaa na wazazi na hapaswi kukaa na mtu mwingine. Lakini pia tutaangalia uzoefu anaopitia mtoto. Kumbe katika kulitambua na kuliishi na kulijua kusudi, miaka ya mwanzo ya mtoto ina umuhimu sana katika kumshape na kumwandaa kuweza kuliishi kusudi. Na ndio maana watoto ambao wamepitia changamoto kubwa katika maisha yao wakiwa wadogo, wanaita ACEs, Adverse Child Experience, uzoefu wa mtoto ukiwa mbaya akiwa mdogo, manyanyaso, mateso, matukano na vitu kama hivyo vinaathiri uwezo wake baadaye wa kuweza kuishi kusudi lake. Na ndio maana tuna watu wengi katika taasisi mbalimbali ambao kiukweli ufanisi wao uko chini. Ukifuatilia vyema unagundua ya kwamba kuna jambo lilitokea, lakini niseme ya kwamba tuna uwezo wa kuweza bado kuwa kile ambacho Bwana amekusudia. Tupo kwa kusudi na si kwa bahati. Hakuna kitu kibaya na wala hakuna kitu katika maisha ambacho kilitokea kwa bahati. Mungu alituumba kwa makusudi, akatuweka duniani kwa mpango, na akatupa vipawa kwa kusudi. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, mafanikio ya kweli hupatikana pale maisha yanapoendana na mpango wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Education ukurasa wa 17, Mama White anasema every human being created in the image of God is endowed with a power akin to that of the Creator, individuality, power to think and do. Mama White anapoelezea anasema kwamba tumeumbwa punde kuliko malaika, a little lower than angels, kwa maana ya kwamba hatukuwa mbali na malaika. Lakini ukiangalia hali yetu kwa sasa unaona kabisa ya kwamba tuko mbali. Lakini masomo haya yanatuelekeza kutambua ya kwamba Bwana anataka kurejesha utu wetu wa kale. Education, page 18, Mama White anasema tena kwamba higher than the highest human thought can reach is God's ideal for his children. Wapendwa, kusudi la Mungu kwetu ni jambo jema sana. Na ndio maana hata wana wa Israeli wakiwa katika nchi ya utumwa, Bwana anawatamkia mema. Albert Einstein, mmoja wa waandishi wakubwa duniani, anasema God does not play dice. Mungu hachezi bahati nasibu. Kiukweli ametuweka kwa kusudi, na
jambo ambalo Bwana anatarajia kwamba litafanyika ni kwamba tupate nafasi ya kushirikiana naye kuweza kufikia kusudi letu. Bwana mmoja anapoelezea swala hili la mafanikio anasema success is not a chance, it is principles in action. Huwa anazungumza na vijana na nimewaambia mafanikio ni kanuni, na ningependa hili tulichukue katika namna sahihi. Mafanikio ni kanuni. Ukiona hujafanikiwa, aidha kanuni hizi uzifahamu au umezipuuza. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufahamu, na ndio maana sio rahisi kufikia kilele cha mafanikio kama haufahamu kanuni. Na napozungumzia kanuni, usihangaike sana kuangalia kama vile kurusha rocket, mambo makubwa. Ziko kanuni ndogo ndogo katika maisha. Kuamka asubuhi, unaamka saa ngapi? Usomaji wa vitabu. Na nikusii, hauwezi kutoboa kama hautengi muda kwa ajili ya kusoma Biblia, kusoma kesha, kusoma lesoni, kusoma roho nabii, lakini pia kusoma kwenye maeneo mengine mbalimbali. Na kiukweli tunapaswa watu wa Mungu siku kwa siku angalau kuwa na saa moja au mawili ya kuweza kusoma. Labda niseme mafanikio sio ajali au bahati. Wako watu wanasema unajua bwana, huyu bwana ana bahati sana. Niseme na hii imethibitika, sio duniani wala kanisani. Mafanikio ni kanuni, si bahati. Na kiukweli mafanikio ni matokeo yanayoweza kutabirika ya kupatana na kanuni zisizo na wakati za kiroho za uhusiano na vitendo. Wakati ujao si wa wenye bahati, lakini wa kukusudia. Mwanzo, labda nizungumze hili, haukuwahi kuwa rahisi. Natambua katika jioni ya leo wako watu ambao wanapitia changamoto, na kiukweli wakiangalia mbele wanaona utusitusi, lakini nikwambia kwamba kadri changamoto zinavyokuwa kubwa, unatambua katika Biblia anasema kwamba dhambi ilivyozidi neema ya Mungu pia ikazidi. Kwa hiyo kama changamoto zako ni nyingi, unapaswa kuzileta madhabahuni kwa Yesu, na kiukweli Bwana kusudi lake ni jambo kubwa katika maisha yako, lakini sharti utambue ya kwamba unapaswa kuchukua hatua. Wapenzi, kama kuna hatua ngumu katika maisha ni kuanza. Na tafiti zinaonyesha watu wengi tumeshindwa katika hatua ya kuanza. Na huenda itanipasa kueleza sababu kwa nini watu wengi tumeshindwa kuanza na athari za kushindwa kujua wakati wa kuanza na namna ya kuanza. Kwa hiyo kuna swala wakati wa kuanza, namna ya kuanza na wakati wa kuanza. Ni muhimu sana kuweza kufahamu hayo yote. Ni kweli kwamba kufanya kosa yaweza kuwa sio kosa, lakini kama makosa yakifanyika athari zake hazifutiki, ni za milele. Ndo maana tunapaswa kutambua kwamba ndiyo nafasi ya pili ipo, lakini haitakuwa na thamani kama ile ya kwanza. Ni kweli mwanzo haujawahi kuwa rahisi, lakini Bwana makusudi yake ni makubwa kwetu. Natambua katika masuala ya magumu ya maisha ni kupanda ngazi. Bwana mmoja alikuwa anasema ya kwamba kama unaona ngazi ya kwanza, ya pili uioni, wewe panda. Kwa sababu maisha yetu yako mikononi mwa Mungu. Mungu ndiye mwanzilishaji na ndiye mhitimishaji wa maisha yetu. Kwa hiyo mafanikio yapo, lakini ni muhimu kuweza kulipa gharama. Kuna tafiti moja ilifanyika Uingereza, inaitwa delayed na instant gratification. Walichukua watoto kati ya mwaka mmoja mpaka miaka 7. Wakawa kwenye chumba kimoja kizuri sana, na wakaambiwa vyakula ni vizuri, lakini tunaomba mkae saa moja bila kula, na kama mtaweza kusubiri tutawapa vyakula vizuri zaidi. Yeye bwana alipopisha nusu saa, watoto 90% walipiga kile chakula, hawakusubiri. Huyu bwana akawafuatilia watoto mpaka walipofika miaka 25. Wale ambao walishindwa kusubiri, maisha yao yaliharibika. Waliharibikiwa wote, lakini wale ambao waliweza kusubiri, kwa hiyo akagundua ya kwamba kumbe kuna haja ya kusubirisha furaha. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, wakati mwingine hatuna budi kusubiri. Na tafiti moja pia ikafanyika Marekani, wao walichokifanya inaitwa ku embrace pain. Wakachukua watoto wadogo pia wakawafungia kwenye chumba. Hiki chumba kikawa kina giza kali sana, na wakaambiwa watoto mkae hapa kwa saa moja, mtafakari kuhusu maisha yenu ya baadaye. Lakini kama utaona haifai, ukichoka kuna socket mahali pale, bonyeza, lakini utapigwa shot kidogo, alafu baada ya hapo unaweza ukatoka. 90% ya watoto hawakuweza kukaa kwenye giza. Kwa hiyo walichokifanya wakabonyeza ile socket, wakaona ni bora kupigwa kidogo shot ya umeme, lakini tukatoka katika ili giza kubwa. Na niseme tu ya kwamba watu wa Mungu, kuanza hakujawahi kuwa rahisi, lakini kama utafahamu kusudi lako,
haijalishi changamoto unazopitia. Na ndio maana tuna mifano katika Biblia ya watu ambao walijua kusudi lao mapema. Yusufu, huwa anatumia neno 3 P's. Alikuwa kwenye pit, akaenda prison, baada ya hapo akaenda palace. Vijana wengi leo hawataki kupitia changamoto, lakini nikwambie, kadri unavyokuwa tayari kupitia changamoto, hasa ukiwa umejua kusudi lako, chances za kuweza kufanya vizuri ni kubwa. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, tukubali kuanza kidogo. Labda niulize swali, nini hutokea mwanzo unapokuwa mgumu? Mwanzo unapokuwa rahisi au unapokuwa mgumu? Mwanzo unapokuwa rahisi, utegemezi wa Mungu upungua. Mafanikio huwa kitambo na si ya muda mrefu. Thamani ya maisha hupotea, ladha ya maisha. Unajua maisha yanapaswa kupitia majira manne: summer, autumn, winter na spring. Na ndio maana wakati mwingine ni muhimu sana kuwa chini kule bondeni, lakini pia wakati mwingine kuwa juu mlimani. Na kiukweli jambo la muhimu sana ni kuwa na Mungu katika nyakati zote za maisha yetu. Kusudi la Mungu pia nyakati kama hizi halitimiliki kamilifu. Ukuu wa Mungu hautaonekana vyema. Sasa mambo ya kufanya ili tuweze kuanzia tulipo. Nadhani ujumbe wangu mkuu umejikita kuwasaidia watu kuweza kuanzia tulipo na kuweza kutambua kusudi na kufanya jitihada kuweza kuishi. Labda nitataja baadhi ya mambo ninapokuwa nahitimisha mada hii katika siku ya leo. Kubali kuanzia ulipo. Hili ni jambo la muhimu sana, mtumishi wa Mungu. Usitake kuanza katika nafasi ambayo haupo, anzia ulipo. Lakini pia tafakari ndoto na malengo yako. Kusudi lako ni nini? Kwa nini upo duniani? Na je, ufanye nini uweze kuwa pale ambapo Bwana anakusudia? Lakini pia fanya tathmini ya rasilimali ulizo nazo. Musa akiwa anawatoa wana wa Israeli Misri kwenda nchi ya Kanaan, anasema ana fimbo, lakini kiukweli alikuwa na rasilimali moja ya muhimu sana, na Mungu anamwambia chapa maji. Mwandishi mmoja Kenya anaelezea habari hii, anasema Musa alivyoambiwa na Bwana achape maji, alivyochapa akaona maji yanatengana, yeye akarudi nyuma akaambiwa na Waisraeli wapite. Lakini niseme tu ya kwamba huenda katika maisha yako katika mchana huu leo ukawa una fimbo na unadhani ya kwamba hii fimbo ni fimbo tu, lakini inaweza ikawa moja ya dhana za kukusaidia kuweza kuchapa maji na hatimaye ukaweza kuliishi kusudi lako katika maisha. Na kiukweli anapokuja Yesu mara ya pili, moja ya vitu anakuja kuangalia ni kusudi aliloweka ndani ya moyo wako. Kama nilivyosema, kubali kuanzia ulipo, lakini anza kidogo. Tengeneza mpango, uwe na mpango wako wa namna ya kuweza kufikia kusudi lako. Lakini pia wakati mwingine kuna haja ya kutafuta kusudi au msaada kwa watu wengine, na ndio maana ni muhimu sana kuwa na watu kioo, watu ambao wamefanikiwa, ambao unajua watu wengi mara nyingi huwa hawapendi kuwaambia watu changamoto wanazopitia. Juzi nimemsikia Baresa anaelezea habari ya namna alivyoweza kufanikiwa. Labda nizungumze kuhusu huyu bwana. Ameshona viatu, ameuza ulojo, ameuza mishkaki. Watu wengi wanamtamani Baresa leo, lakini hawajui. Anasema amefanya kazi masaa 24. Alikuwa anafanya kazi hata miezi mitatu. Yeye alikuwa anaishi juu ofisi yake ilipo ndipo nyumba yake ilipokuwa. Na namna ambavyo, na kiukweli huyu bwana aliacha shule baada ya familia yake kupitia shida. Alikuwa anaeleza mwenyewe, nadhani tumemsikia kwenye public domain. Anasema ilimlazimu aache shule ili aweze kusupport familia. Na kiukweli kwa sababu alikuwa na determination. Na ndio maana nazungumzia hizi kanuni, huenda mtu fulani zikawa baraka kwake. Kwa hiyo niseme tu ya kwamba tusipuuze kuanza, tusipuuze kanuni hizi, tuzifuate, na kiukweli zitatusaidia kuweza kupata ukombozi wa masuala ya uchumi. Na kama nilivyosema, moja ya mada tutakayoangalia ni tabia inatangulia mafanikio ya uchumi na fedha. Kwa hiyo usikimbilie kutafuta pesa kabla hujatengeneza tabia, kwa sababu wako watu wameshindwa kufanikiwa kwa sababu walitaka mafanikio lakini hawakuwa na uwezo wa kubeba mafanikio. Na ndio maana pesa haikai na watu maskini. Napozungumzia mtu maskini, sizungumzi mtu ambaye hana pesa, nazungumzia mtu ambaye hana ufahamu wa kuweza kusimamia rasilimali na talanta na karama na vipaji ambavyo Bwana amempatia. Lakini pia kuwa na nidhamu na subira. Kuwa na mtu mfano, mtegemee Mungu. Na jambo lingine la muhimu ambalo tumelipuuza watu wengi ni kutopuuza sauti ya ndani. Tuepuke sana kuuliza watu. Nampenda sana Ibrahimu wakati anaenda kumtoa Isaka kama sadaka. Sijajua ni kwa nini hakuweza kumhusisha mkewe,
lakini iko bayana kwamba kama Sara angalihusishwa kwenye habari hii asingalikubali. Na mwandishi mmoja anajaribu kuelezea, anasema hata Sara japo Isaka kutolewa kafara, lakini Ibrahim alipokuja kushare naye afterthought anamwambia kulikuwa kuna mpango, lakini Mungu aliingilia kati. Sara hakuishi muda mrefu, alikufa. Kwa hiyo kumbe, watumishi wa Mungu, yako mambo ambayo Bwana anakusudia katika maisha yako, usimwambie kila mtu. Na kiukweli hata Yusufu, kama Bwana tu asingaliingilia kati, Yusufu mpango wake ulikuwa umeishia pale. Lakini sasa swali linakuja, kuambia ndugu zako ni dhambi, kaka zako? Lakini yako mambo ambayo unapaswa kumwambia Mungu na si wanadamu. Na wakati mwingine hata mkeo huenda akifahamu anaweza akawa kikwazo. Labda nitaje mambo yafuatayo ninapohitimisha mada hii. Jua unataka nini maishani. Ni muhimu sana kufahamu unataka nini maishani. Na kiukweli hili swali linatuelekeza katika kufahamu kusudi, na nimeonyesha bayana katika somo la leo ya kwamba ukifahamu kusudi, mambo mengine yote yanabadilika. Jambo la pili nimezungumzia, anza na mwisho mwanzo. Sikia sauti ya Bwana ndani yako, tambua kusudi lako, fanya vitu vya kwanza. Moja ya vitu ambavyo wanadamu tumeharibu ni kusubiri, procrastination. Nitafanya kesho, nitafanya. Labda niseme nidhamu ni kitu cha muhimu sana kutusaidia kuweza kufanikiwa. Na nidhamu maana yake nini? Ni kufanya kile ambacho mwili hauko tayari kufanya, akili haiko tayari kufanya, lakini unapaswa kufanya. Na kiukweli kama unahitaji kufanikiwa, mtumishi wa Mungu, katika karne hii ya 21, sharti tuwe na nidhamu, kwa maana ya kuweza kusikia maelekezo kutoka kwa Mungu na si kuangalia mazingira whether yanaturuhusu au hayaturuhusu. Lakini pia tunapaswa kuwa watu wa maombi. Tunapaswa tunapobarikiwa pia tuwabariki watu wengine. Sijajua Bwana amekubariki katika jambo gani, lakini nikuombe mtumishi wa Mungu, unapopewa baraka ya aina fulani, basi uweze kuwa tayari kuwabariki watu wengine. Lakini pia nuia moyoni mwako kutomwacha Bwana. Na ndio maana watu wengine watasubiri sana mafanikio, kwa sababu Bwana anapoangalia anaona kabisa kwamba uwezo wa kuyabeba mafanikio hawana. Na ndio maana kuna watu leo hii baada ya kuwa wamepata faranga kidogo wameliacha kanisa. Na nikusii mtumishi wa Mungu, kama unahitaji kufikia hatua za juu za mafanikio katika maisha yako, unapaswa, unapokuwa unabarikiwa, tenga muda kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kama ni pesa, toa. Kama ni ujuzi, kama ni taaluma, tumika kwa ajili ya Bwana. Na kiukweli tupo duniani kwa kusudi, na kusudi kubwa kuliko yote ni kuyafanya mapenzi ya Mungu. Anza kuangalia mambo katika mtazamo wa Bwana. Najua ndio mkeo pale anapokuangalia anasema no, hutaweza kufanya hicho kitu unachokifanya. Najua kaka zako pale wakikuangalia wanaona kwamba wewe ni last born na hoja unaweza kuja nazo hazikuwahi. Bwana mmoja alipokuwa anakuja, unajua watu wengi ambao wameleta mavumbuzi mengi duniani walikataliwa. Bwana mmoja aliomba kusoma chuo kimoja. Wakati ule miaka hiyo ya nyuma, maprofesa wakamwambia no, huwezi kusoma. Na moja ya vizuizi walivyoviweka ni kwamba alikuja na mawazo fulani ambayo wao maprofesa kwa wakati ule hawakuweza kuyaelewa na wakamzuia. Lakini miaka 100 baadaye aliyoyazungumza yalikuja kutokea. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, usiangalie watu wanasema nini. Na niliwaambia mapema kwamba hata mapacha wanaotoka katika yai moja hawafanani. Kila mmoja ana fingerprint yake. Kwa hiyo kusudi lako anayejua ni Mungu peke yake. Labda kama unahitaji kufahamu zaidi, uende kwenye tool moja inaitwa Johari Window, ambayo inazungumzia aina 4 za watu wanavyofahamu watu wengine au wanavyojifahamu wao wengine. Na kiukweli kwa kiasi kubwa sana anayepaswa kufahamu wewe ni Mungu, na mtu wa pili ni wewe mwenyewe. Na sisi ili tuweze kujifahamu katika namna sahihi, tunapaswa kupata taarifa kutoka kwa Mungu mwenyewe. Lakini pia tunapaswa kutambua hatukuumbwa kwa ajali, tumeumbwa kwa kusudi. Na maisha yetu aliyeanzisha ni Mungu na ndiye ambaye atayahitimisha. Labda niseme tu ya kwamba kiukweli tuna uwezo wa kuweza kufanikiwa, tuna uwezo wa kuwa kile ambacho tunakusudia, lakini sharti tuweze kuangalia mambo katika mtazamo wa Mungu na si mtazamo wa wanadamu. Kwa siku hizi 7 niombe ya kwamba watu wa Mungu tunapokuwa tunaendelea kufanya utambuzi wa
talanta, karama na vipaji ambavyo Mungu ametupatia, tunapaswa kuchukua hatua. Na labda nitaje tena kanuni zingine chache ambazo huenda zitatusaidia, lakini nimezigusia. Tunapaswa kuamka mapema. Wanasema Pareto principle kwamba unaweza ukatumia 20% ikakupatia 80%. Wataalamu wamethibitisha kwamba wakati wa asubuhi ni muda mzuri zaidi wa kusoma. Nimeona watu wengi sana ambao wanamaliza degree ya kwanza, wanashindwa kufanya degree ya pili, wanashindwa kufanya certifications. Ukiwauliza wanakuambia sina muda, lakini kiukweli muda haujawahi kuwepo, lakini tunapaswa kuchukua hatua. Kwa hiyo njia bora ni kuanza mapema. Moja ya changamoto tunaanza kuziona duniani ni swala la namna ya kusimamia muda, na kiukweli katika rasilimali ambazo ni chache na ikitoka hairudi ni rasilimali muda. Lakini pia tusome vitabu na tuweze kuwa na kitu kinaitwa to do list. Unapoamka, kabla hujalala, unapaswa kujua kesho utafanya kitu gani. Na imethibitika kisayansi ya kwamba unapopanga mipango yako usiku kabla ya kulala na unapoamka asubuhi, uwezo wako wa kuyatekeleza unakuwa mkubwa zaidi ya 30%. Kwa hiyo usiende kulala ujui kesho unafanya nini. Kwa hiyo ni muhimu sana kabla ya kulala upange utafanya nini. Lakini pia tukubali kukosolewa, kukubali kujifunza na kutokukata tamaa, na kuwa na mahusiano mema na watu wengine, lakini pia mahusiano zaidi na Mungu na mahusiano pia na utu wetu wa ndani. Natambua ya kwamba utu wetu wa nje na utu wa ndani haukuwahi kuwa marafiki au kuwahi kuwa pamoja. Kwa hiyo ili tuweze kufanikiwa, sharti tujifunze kuweza kuruhusu utulivu wa akili na kuweza kutumia karama na vipaji ambavyo Mungu ametupatia. Lakini tuwe tayari kujifunza kila siku, nidhamu na kuweza kuwa na moral values au core values, kwa maana ya internal GPS. Oprah Winfrey anaita kuwa na internal GPS. Kama umepotea, watu wengi wanakosea, watu wengine hawatambui, lakini kama unataka kufikia hatua ya juu ya mafanikio, unapaswa unapokosea, unapowatendea wengine isivyo, upate kuweza kutambua na kufanyia kazi na kumwomba Mungu aweze kusaidia kuweza kubadilika na kufaa kwa ajili ya kuwa baraka katika ulimwengu huu na hata ulimwengu unaokuja.